Katika pitapita za mafanikio kuna namna watu huwa hawaridhiki na vitu walivyonavyo. Ni kweli inawezekana wengine ni maskini zaidi kiasi kwamba hawaridhishwi na maisha walionayo. Na wengine wanaishi kawaida, yani wanapata mahitaji ya msingi ya mwanadamu, yani chakula, mavazi na malazi, lakini wanaona hawaridhishwi. Mimi nataka niwazungumzie wale ambao wana chochote kitu lakini bado wanatamaa na maisha ya ufahari ya watu wengine, hasa mitandaoni, na kuanza kufanya ujinga ili wawafikie watu anawaona mitandaoni. Nchi kama China, Marekani, Urusi hawajatoka kwenye misingi yao ya kiuchumi tangu day one nchi zao zinaanzishwa. Mchina mpaka leo ni mkomunisti, Marekani mpaka leo ni mbepari, na Mrusi mpaka leo ni mjamaa. Kwa hiyo kuna funzo tunatakiwa tujifunze hapa. Chaneli hii ipo kukukumbusha usifanye ujinga wa aina yoyote kuvuruga misingi mizuri ya uchumi wako, hasa ukiwa bado kijana. Hii ni Uchumi Kwanza, mahali ambapo tunaelekezana namna ya kujenga uchumi wako kwanza ili uwe na urahisi wa kufanya mambo mengine ya msingi kwenye maisha. Na kama mtu akikushauri utafute pesa, vyote vitakuja. Basi mimi nataka nikupe ushauri wa namna ya kuitumia hiyo pesa. Subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata elimu zetu, maana kuna mengi mazuri ambayo hujawahi kuyasikia popote ya kukusaidia kufanikiwa kiuchumi ungali bado kijana. Na hizi ndizo mbinu wanazotumia nchi matajiri kudumu kipesa, kudumu kiuchumi. Naitwa Charles Esau na tusonge mbele. Nataka nikuelimishe ukubaliane na hali ulionayo kiuchumi ili upambane na hali yako utoke kihalali. Na ukishatoka utatusimulia uliopitia. Kutokuridhika kimaisha kwa vijana wengi ndio kumefanya waingie kwenye matatizo au kwenye matukio au kwenye maisha ambayo wasioyatarajia, kama vile uizi, ukahaba, ujambazi na matukio mengine yasiyofaa. Nataka nikupe mambo matatu ya kufanya ili uridhike na ulichonacho. Namba 1, weka akilini kwamba mafanikio ya kiuchumi sio mashindano. Na maanisha kwamba unapotaka kufanikiwa isiwe ni kama upo na adui ama mshindani mnashindana ili kuoneshana ufahari. Babu yangu kule kijijini huwa ananiambiaga kwamba dunia ni uwanja wa fujo, kila mtu anaingia na silaha yake. Vivyo hivyo kwenye mafanikio ya kiuchumi kila mtu ana silaha yake. Huenda mwenzio ana connection au ana wazazi wenye pesa, ama anatoka familia ya kitajiri, au ana kazi yenye mshahara mkubwa. Kwa hiyo usiporidhika na uchumi ulionao ukapambana, basi utailazimisha dunia ikupeleke kwenye mstari mwekundu wa utafutaji, ikiwemo wizi, utapeli, udangaji na kuwa na stress zisizokuwa na maana. Mitandao ya kijamii isiharibu msingi wa uchumi wako na matumizi yako. Fahamu kuwa mafanikio sio mashindano. Jambo la pili, usiamini kila tambo ya mtu mtandaoni. Utakuta kuna mdada kapiga picha yuko sehemu nzuri, kavaa vizuri, kumbe yule dada vacation yote kagharamiwa na watu wengine, na hawezi andika hivyo vitu mtandaoni, sana sana atasifia sehemu aliyoko. Wewe mdada mwingine usipotumia akili utaanza kumforce mume wako au boyfriend wako uliye naye akufanyie kama watu wa mitandaoni, yani huridhiki na uchumi ulionao. Dada yangu, usiamini kila tambo za watu wengine wanahudumiwa. Baki na uchumi wako, utengeneze mikakati, uboreke, uwe mzuri, uwe na maisha yako mengine tofauti na kuiga. Jambo la tatu, unataka kufanikiwa lakini hawataki kujifunza. Mtoto mdogo hawezi jua kusoma au kuandika kama hatoenda shule na kukubali kuwa mwanafunzi ili afundishwe asichokijua. Vivyo hivyo, unataka maisha ambayo uchumi wako haufiki au haufikii hapo, ni kwa sababu unataka kuishi kwa kukariri maisha ya mtu mwingine pasipo kujifunza njia mpya ya utafutaji wako. Ndugu yangu, maisha ya kifahari mtandaoni yasiharibu namna ya matumizi yako kutokana na uchumi wako.
Kumbuka unaishi kwenye nchi ambayo bado kuna watu wengi wanaishi chini ya $1. Jifunze sana uchumi ili upunguze umaskini wako.